Kila wakati wa usajili unaambiwa mtoto wa nyumbani. Lakini kwa sababu unapenda mpira unacheza, lakini tulipanda mbegu bora. Leo hii Mijulio, mimi nikiweka insurance gari yangu ni kwa sababu ikipata ajali nipate kulipwa tu. Lakini naweza kuweka nisiweke insurance nikaenda Tanzania nzima. Hakuna wakuniuliza. Lakini kwa sababu ya jina langu limelitafuta huko nyuma na sasa hivi jina langu linafanya kazi. Leo umekuwa na mizizi kwenye soka hili la Tanzania. Labda akitokea mtu ambaye si Mtanzania anahitaji kufahamu soka la Tanzania lina nini, lakini wewe mwenyewe umejifunza nini kuanzia ulipoanza mpaka hapa ulipo? Huko tulikotoka mpira wa Tanzania ulikuwa na ubora mwingi kuliko sasa hivi. Sasa hivi kumekuwa na figisu nyingi sana za watu kuchukiana, watu siku hizi kutoka Simba kwenda Yanga, Yanga kwenda Simba. Mimi nimecheza Simba miaka 11 sijawahi kutoka hata siku moja. Lakini sasa hivi unasikia mchezaji kaja Simba miaka 2 na Yanga. Toka Yanga na sasa hakuna upenzi na maana wanafanya biashara. Lakini ukienda kwenye hali ya sasa hivi ya kiprofessional wanachofanya sahihi, kwa sababu Ulaya hakuna mchezaji anayesema mimi Manchester United. Anakuwa Manchester lakini akitakiwa na timu yoyote anakwenda anaenda kucheza. Lakini sisi wa Tanzania tumejaa kwanza fitna nyingi. Hatupendi kukubali kwamba fulani anaweza. Umeelewa? Hilo ndio kitu ambacho kinaturudisha nyuma always. Na hatupendi kuwa wa kweli. Yaani unaweza kukuta duka la mkaa limeandikwa mkaa safi unapatikana hapa. Sasa mkaa mchafu unakuwaje msafi? Bora andike mkaa unawaka vizuri au mkaa bora unapatikana hapa. Unanielewa vizuri naongea nini? Kwa hiyo ndio ismu ya Watanzania. Umeona? Kwa hiyo mpira wetu unashuka kwa sababu watu hawataki kukubali ukweli. Leo hii bado kuna timu zinafanya figisu. Sitaki kwenda direct kwa hilo ninalosema, nafikiri unanielewa what I mean. Lakini ni kwamba tunatakiwa tufikie sehemu kwamba mimi na wewe tushindane kama ngumi. Mimi mchezo ngumi sipendi. Lakini in other way around ukija kwenye ngumi unaona ni mchezo ambao wa kujitegemea. Kama wewe usipofanya mazoezi vizuri utapigwa. Lakini ukifanya mazoezi vizuri utashinda. Lakini mpira ni mchezo wa combination na coordination. That's why kuna watu wanaweza kufanya figisu wakawaumiza wenzao alafu baadaye wao kajiona wajanja. Leo kuna ongezeko la wachezaji wa kigeni. Tanzania tuna wachezaji wengi sana wa kigeni katika vilabu vyetu. Hili jambo ndo linadumaza timu yetu ya taifa ama unaona liendelee tu? Wewe ni mwalimu wa mpira. Precisely. To be honest, unapokuwa na wachezaji wengi professionals si kitu kizuri. Nafikiri umeweza kuona Waingereza sasa hivi wanatumia sana wachezaji wao wa nyumbani. That's why Waingereza sasa hivi wanafanya vizuri. Lakini Qatar, mimi watoto wangu walikuwa wanacheza Qatar. Tena walikuwa wanakuwa groomed kwa ajili ya World Cup ya 2022 ambayo inakuja kesho kutwa. Lakini alipokuja shehe mpya akasema hataki watoto, hataki mtu yote ambaye si raia wa Qatar. Wa groom watoto wao. Hawajali kufungwa wala kitu chochote, wanachotaka watoto wao wacheze waonekane ili na Qatar iwe na wachezaji wake. Qatar ni nchi ndogo sana. Zamani ulikuwa unalazimishwa kupata passport. Siku hizi kuingia Qatar ngumu kuliko mahali popote. Lakini hiyo ni kwa sababu watu wana groom wachezaji wao. Leo hii Simba wanacheza wachezaji 8 professional. Yanga wanacheza 8. Azam as well 8. How can you get a better national team? You can't.